So sijui kama kuna mtu mwingine nafungia maoni kwa sababu haya. Sanii, karibu. Thank you, Mr. Speaker, to give me this opportunity. Let me to speak in Swahili. Mr. Speaker and Madam Speaker, jambo la kwanza ambalo linalouma kwa zaidi ni national government, kwa sababu wakati tunapolimiwa barabara, hii barabara inaguswa tu, hata gireda hakuna, inamea nyasi, hasa inarudi vile vile. Naambia ni phase 1 kulima kuweza kutoa bush clearing, lakini inarudi vile vile. Magari makubwa hayawezi pita. Ukiwa na kitu yako unapeleka kwa soko, bado unachapwa na maji. Na saa hiyo mekladi fresh. Niko hapo kwa government, national government, kisha niingia kwa county. Mr. Speaker, jambo lingine ambalo linakera zaidi ni kwamba tunaambiwa hizi SHA zinafanya kazi, lakini hata hazifanyi kazi. Ukienda pale, kabla hata haujaongea na daktari, unaambiwa weka pesa kwanza, sema namba ya kitambulisho, nia yako inangolewa, inaenda huko mara hiyo. Nikiingia upande wa county, najua ya kwamba jambo ambalo pia linaweza kutuuma sisi kama wananchi wa kaunti ya Lamu, sisi tumeweza kupewa mbegu ambayo ni ya pamba. Mbegu hii ya pamba haizai kabisa, lakini inatoa matunda. Na ukiangalia, la muhimu sana, mtu ameenda amekopa bank, amefanya vili, amefanya mpaka ifike mahali imefika, amenunua madawa, lakini haijazaa bado. Unaona kaka moja kametoboka hapo, kule, hapa, lakini hakuna. Kwa huo upande wa pamba, kuna zile zilikuja mzuri na kuna zile zilikuja mbaya. Saa hii hata wale matajiri wameleta wa viwanda hawana pesa. Unapeleka pamba, unaandikiwa risiti, unachukuliwa namba ya simu tu, na ila hali umeweka mafuta, umebeba pamba gunia zako 3, umepeleka kwa jina hii. Sasa tunauliza, tutahangaika kutoka kilimo na tuhangaike mpaka wakati wa mauzo? Asante sana, Mr. Speaker and Madam Speaker.